Kenya imekuwa nchi ya wahuni, goons. Ndio wanavamia watu kila pahali. As we speak, Homa Bay saa hii ni kama Vietnam. Watu wanapigana huko, wanaumizana, wanauana, na Ruto mwenyewe ndiye amepanga. Amelala hapo Kisumu siku ya Alhamisi. Amepanga hiyo vita yote. Friday ametoka na ndege, ameenda kujificha Dubai, watu wauane. Ndio asiulizwe. Hata hii tumepigwa Nakuru, yeye ndiye mwenye kupanga. Sasa tumekuwa nchi, rais mwenyewe ambaye alikula kiapo ya kulinda maisha ya Wakenya na mali yao, mwenyewe ndio anapanga goons, na polisi wanaangalia tu, wanaangalia. Polisi wamenipigia hapo asubuhi. Unajua sasa polisi wamepata mtu ya kueleza maneno. Polisi karibu 95% wako nyuma ya Rigiji. Ile maneno yote Ruto anapanga wananiambia. Hapo pahali naitwa Bita, huko Homa Bay, naitwa Bita. Hapo Bita iko gang ya watu 7. Inaongozwa na mtu anaitwa Abdi Hussein Sebo. Polisi wakajua ndio wanapanga vita iko leo, wakashikwa na polisi. Ruto mwenyewe akapiga simu akasema waachiliwe. Wakaambiwa muendelee. Sasa usiku wamevamia hoteli inaitwa Tourist Hotel, wakitafuta watu ya Linda Mwananchi. Wamama walikuwa huko na watoto wamewaumiza na wamechoma hiyo hoteli, na rais ndio mwenye kupanga. Alafu ametoroka ameenda Dubai. Hapo tumefika Nakuru Town West, amepanga na hii mjumbe anaitwa Arama na Susan Kihika. Rigiji wakija hapa wapigwe. Magari yetu imeharibiwa, wananchi wamejitokeza, wametulinda. Tumefika pahali naitwa Rongai. Na why, kwa nini Reverend polisi wameenda one time? Polisi wameenda one time kwa sababu moja. Huyu Ruto anatuita wakabila, ndio mkabila mkubwa Kenya. MaOCS wote Kenya, MaOCPD, MaDCIO, karibu 70% ameweka jamii yake. Sasa wanafinya hii polisi wengine, na hao watu ya Ruto wa jamii yake, most of them ni walevi, wanafanya kazi wakiwa walevi. Wamefinya jamii zingine katika polisi. Hapo Nakuru county commander anaitwa Boyd, OCS ni mtu ya jamii hiyo. Ndio polisi walitutafuta usiku, wanasema tumeambiwa tuache wakora wapige jiji. Sasa polisi wanasema vile Ruto ameweka jamii yake kutukalia hapa Nairobi, out of 33 OCS 26 ni jamii ya Ruto. Ndio mkabila ile ujaona katika Jamhuri ya Kenya. Sasa polisi wanasema simtoe hii mtu akuwe one time, ndio hata sisi tupate nafasi. Number 2, polisi wanalalamika. Walienda Kiganjo wakapewa training, walienda Embakasi wakapewa training. Training walipewa ni ya kulinda mali na maisha ya Wakenya. Walipotoka wakakula kiapo cha utiifu. Hiyo kiapo wakaapa ya kwamba watalinda maisha na mali ya Wakenya. Sasa wanasema kinyume na kiapo, Murkomen anawaambia wapige Wakenya, waue Wakenya, wafanye kazi na goons, waweke hao gari yao wakuwe pamoja. Polisi wanasema fukuzeni hii Kasongo akuwe one time, kwa sababu sisi hatutaki kuua Wakenya, hatutaki kuumiza Wakenya. Ndio polisi wanasema one time. Polisi hawa wako na payslip. Kasongo ameingilia payslip ya kila mtu, amekata pesa ya SHA, ya NSSF, ya housing levy. Polisi wanaumia pia, wanalalamika kama Wakenya wengine. Polisi walikuwa na insurance mzuri sana, wakipata matatizo. Bia Uhuru Kenyatta asiguzwe na mtu yeyote, alindwe na atetewe na apatiwe amani, kwa sababu Uhuru Kenyatta alifanya kazi yake, amestaafu. Na nimemwambia Ruto, wewe unauliza Uhuru nini? Uhuru is not a candidate. Hutakuwa na yeye kwa debe. Ile mwanaume ako na wewe hapa kwa hapa ni huyu Rigiji. Na nikuambie, nasikia unasema ati Uhuru ati sponsoring us, ati anatupatia pesa ya kufukuza wewe. Sisi hatuhitaji pesa.
Wananchi ndio wanafukuza wewe. Kuna pesa nyingi mnatakiwa kupewa kufukuza Ruto? We don't need money. Sisi pesa yetu ni kidogo ya mafuta na mawe ya microphone na askari wachache ya kutulinda. We don't need money. Wewe ndio unahitaji pesa kwa sababu lazima uwaoge watu wakuje mkutano yako. So Uhuru Kenyatta is not sponsoring us. We don't need any sponsorship. This is a mass movement ya kufanya mabadiliko Kenya. Haihitaji pesa. Wewe unaamini pesa sana. Kalau umetumia 16 billion, umepata 13%. Pesa haina maana hasa kwa hii mlima. Nataka kumwambia president, watu ya Gatundu na watu ya Kiambu are very unhappy vile watoto wetu walichukuliwa wakadanganywa wanaenda kutafutiwa kazi Russia, wakapelekwa kwa vita ya Russia na Ukraine. Already zaidi ya watoto 80 wamekufia huko. Tunauliza serikali, hao wamekufia huko Russia. Tumepata information ya kwamba serikali ya Russia inafanya compensation ya 15 million Kenya shillings kwa ile mtu yote anakufa kwa hiyo vita, na hiyo pesa inakuliwa na huyu waziri anaitwa Alfred Mutua wakiwa na Ruto. Sisi tunasema wale wamekufa huko ya Gatundu na ya Kiambu, chukueni hiyo pesa 15 million, lakini mwili mtuletee tuzike ndio tutosheke, si ndio? Kwa sababu sasa hakuna haja mtoto akufe, at least mzazi ajue ameona mwili ya mtoto yake. Tunataka pia kuambia Foreign Affairs Musalia Mudavadi, sisi tuko tayari kuchanga pesa turudishe hiyo watoto wetu nyumbani. Vile ulisema ati serikali haina pesa, sisi tukitaka serikali itengeneze mpango wale watoto wote wako Russia warudi nyumbani. Hao watoto walitoka hapa hawana training ya vita. Ile baridi yuko huko inawaua. Wakadanganywa ati ni kazi wanaenda kutafutiwa nje. Kumbe walikuwa wanauzwa kama slaves, wapelekwe kwa war front wakakufe huko. Kwa hivyo kwa ile makosa yote ya Ruto, hii ya pombe muongeze hiyo ya kupeleka watoto wetu wakakufe huko kwa vita. Polisi wanalalamika. Tunaambiwa tupige wa Kenya na hatutaki. Tunaambiwa tuharibu mali ya Wakenya hatutaki. Tunaambiwa tufanye kazi na goons hatutaki. Ndio huyu Murkomen anatisha polisi. Ati nyinyi polisi mkisikika mkisema one time, tukisikia mkiita Ruto Kasongo mtafutwa kazi. Wacha nikwambie Murkomen, wewe utafuta kila mtu. Polisi yote ni one time. Sasa utafanya nini? They are all in one time. Na why, kwa nini Reverend polisi wameenda one time? Polisi wameenda one time kwa sababu moja. Huyu Ruto anatuita wakabila. Ndio mkabila mkubwa Kenya. Ma-OCS wote Kenya, ma-OCPD, ma-DCIO, karibu 70% ameweka jamii. The Statesman Digital, the truth in your eyes.